Chakula kina chumvi. Subhanallah. Niambie mke wangu. Salama. Vipi? Salama tu. Mbona kama kuna kitu unataka kuzungumza lakini unakuwa kama una hofu? Mke wangu. Abe? Kuna tatizo? Hamna tatizo. Sasa kama hakuna tatizo, mbona sura yako naona kama ina kitu unataka kuniambia? Hamna, mume wangu, mimi nina shida. Shida gani? Na rafiki yangu anaishi Tanga. Ndio. Sasa amepata kazi huku Dar es Salaam na huku ana ndugu. Kwa hiyo aliniomba mimi hifadhi ya kukaa kwa kipindi hichi cha mwezi mtukufu, akae hapa na sisi kuliko aende akakae hoteli huku kipindi anajisikilizia kutafuta naye sehemu yake ya kukaa. Mke wangu. Abe? Unajua unanipa wakati mgumu sana. Unalifahamu?
Anakaa tu kwa siku chache kwa sababu anaona ni vibaya kukaa hotelini kwa kipindi hichi cha mwezi mtukufu. Sawa. Mimi nimekuelewa. Na nimekuelewa vyema tu. Mruhusu aje akae hapa. Kwa sababu isije ikaonekana sisi ndio sababu ya kukataa kuja hapa akafanya vitu vya ovyo kule. Si unajua hotelini kuna mambo mengi. Ndio. Basi mruhusu. Mimi nimekubali kwa hilo. Sawa, asante mume wangu. Nafurahi. Sijali mke wangu. Sawa, asante, nashukuru. Sawa. Basi mimi kuacha. Haya, mimi nipo bado. Sawa. Salamu alaikum shehe. Ndio. Pale. Basi inshallah. Nafika sasa hivi hapo shehe. Asante. Mke wangu. Mume wangu. Nini kimetokea? Mume wangu ametoacha. Yeye pia ni binadamu. Amepitia. Kula maharage, kuna mboga za majani hapa, achana na mchuzi, kuna matunda. Achana na hivyo vitu. Sawa mke wangu. Ndio maana nakupenda. Wewe ni mke mwema, mwenye maadili. Nafurahi kusikia hivyo. Karibu. Asante. Lakini itakuwa amejisikia vibaya sana. Ni kweli. Ila mimi nitazungumza naye, usijali. Baada ya kumaliza kula nitaenda kuzungumza naye. Usijali. Sawa. Kuna kitu utahitaji tena? Hapana. Shukrani. Unajua mimi sikuelewi. Zimepita siku kadhaa, hakuna jibu lolote ambalo unanipa. Yaani nimekuwa ni mtu ambaye sifahamu chochote, yaani sijui nini kinaendelea. Sasa baba, Seleboy. Kwanza nikute Seleboy. Mimi nimekupigia simu, unajua nilichokuitia? Ndio uzuri unajua? Mimi bwana nimekuitia habari njema ndugu yangu. Ndio uzuri nikuchane ujue. Nimekuita hapa kwa sababu ya kule sehemu ile ni kuheshimishe, na majibu tusharudishiwa, yule mwanamke tumempata. Wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia yule mzee amekubali ni muoe mtoto wake? Baba, nina uhakika 100%. Yule mwanamke tumempata. Sawa? Ila sasa pale kilichobakia sasa tulichofunganiana na yule mzee, inatakiwa wewe na mimi tufanye maujanja tuzunguke tunavyozunguka tutie 50 cent. Unanielewa? Tukishatia 50 tatizo limekuisha. Na jambo jingine la msingi la muhimu, hata mimi nimeliona la muhimu, nimeshauriana na yule mzee nikasema hilo la muhimu. Baba, yule mzee anataka juzuzi kayo mkoloani 2. Hizo muhimu. Hata mimi nakushauri.
Wewe ukamjibu nini? Mimi baba sijakuangusha. Yule mzee nimemwambia bwana yule kijana amepiga Qur'ani sana. Yule kasoma mno. Yaani pale unavomuona yule nywele zile kutunza kule Qur'ani na mchanganya. Unaelewa? Nimekusifia. Sasa uzuri. Umemwambia mimi nafahamu kusoma Qur'ani. Akishanambia nisome, mimi nasoma nini? Sasa pale kitachotokea baba ni kukutosa. Mimi najidanganya pale naenda kunywa maji, napita mlango wa nyuma. Unabaki wewe na Qur'ani yako pale. Umesoma hujasoma misipo. Uzuri. Kwenye swala la pesa unajua mimi sina pesa. Yaani unajua kabisa kipindi hiki mimi sina mchongo wote wa kuniingizia hela. Huwezi kuamini, mimi hapa mfukoni na 30,000 tu. 30,000 hiyo hiyo ndio mimi nile. 30,000 hiyo hiyo natakiwa pale nyumbani nilipe umeme leo zamu yangu. Sasa nikikupa wewe mimi nakulaje? Yani naishije yani? Maisha yangu naendeshaje hizi siku? Mimi nihusu. Hiyo hapo unasikia? Jambo la msingi ninaloliona mimi. Unajua kula sio lazima. Baba, kuoa ndio kitu cha msingi. Ndio uzuri. Weka mke ndani, kula kunafuata. Na swala la kula usikonde kwa Mwalimu Azizi. Baba, kule kuna chakula unachagua wewe. Maandazi ya jana, mikate, biriani, viazi. Wewe tu. Mzee Azizi huyu ambaye mtoto wake ameoa juzi. Kwa hiyo utanichukua mimi tu tunaenda kula kwa Mzee Azizi. Baba, kila siku. Ili mradi swala letu likae kwenye mstari. Una uhakika unanichukua tunaenda kabisa kwa Mzee Azizi tunakula fresh? Baba, hakuna shida hiyo, imeisha hiyo. Mama wangu. Mimi nakupa 30,000. Baba, hiyo inaitwa mama wangu. 30,000 mimi ndio langu nilobaki nao kama nilivyokuambia. Sawa. Ndio hii. Alafu kuhusu swala la Qur'ani mimi nitajaribu kulifuatilia. Nitaongea na kakaako. Niwe naenda madrasa. Soma. Kusoma kitu cha muhimu baba. Haki ya Mungu. Unaona? Na mambo ya hela mnasemangu yanakuwa mengi. Unasema sana. Yaani swala la hela la msingi la wewe afu unachukua hela. Basi nipe. Wewe vipi wewe? Tukaoe. Ndio swala la msingi. Tumekubaliana? Ni sawa. Kama unahakikishia hivyo ni sawa. Mimi utanipa namba ya kakaako. 06. Sasa mke wangu, tangu nimekuletea kile chakula hujakigusa. Kwa sababu gani mama kufanya hivyo? Warda. Tafadhali usiwe hivyo basi. Naomba ule chochote kile kwa ajili yangu. Mwanangu, mimi niko sawa. Uko sawa wakati hujala chakula? Niko sawa, nitakula tu chakula cha jioni, lakini sasa hivi naona niko fresh. Jihurumie basi hata afya yako. Sawa. Basi acha nikuletea hata maji au juisi. Niko sawa. Sawa, acha mimi nikanywe maji basi. Haya, ngoja mimi niandae nguo za kufua. Changamka basi. Shoga yangu kuwepo ila malaika wako alikuwepo. Ila shoga yangu wewe. Unajua una roho mbaya sana wewe. Mimi tena. Haya, wewe kopo zima la chumvi lile kwenda kutia kwenye mboga. Sasa muda huo shoga yangu. Hukuwepo, malaika wako alikuwepo. Haya, namuona baba mtu anaangaliana na mwanae. Na huyo bidada ananitazama. Mimi kama somi na wachora tu kwa jicho la upande. Usiniambie umejikausha mwenyewe.
hauna habari kama wewe hujahusika vile. Ila we dada, hiyo mboga maana naiona ile mboga ni chumvi tosha. Utaunga mboga nyingine unachukua ile pale ndo unaweka chumvi. Haya, ulikumbuka kuweka maji ya kunywa kweli? Maji ya kunywa ilikuwepo, ila kila mtu na ujanja wake wa kuchukua, ila mimi niliweka karibuni maji ya kunywa. Niliweka karibu. Mama leo umejua yani umejua kunifurahisha. Lakini punguza ndugu yangu. We naye mapenzi shoga yangu. Sawa, mapenzi lakini angalia. Ila nakachukia kale kabinti. Yaani natamani leo kesho achike. Ndugu yangu anakuambia kizuri lazima ugaramike. Usipate tu hivyo taratibu unakutaka wewe. Kwa hiyo ndo gharama yake. Pambana hadi awe kwako. Inshallah. Nitamweka mkononi. Alafu sikukwambia shoga yangu. Lakini sasa hivi namuona at least kashaanza kunielewa. Azidisha kuweka chumvi. Nakachukia lakini kale kabinti shoga yangu. Wewe tena. Yaani nikikiona roho yangu haina raha tafurani wallahi. Lakini usijali. Ndio ushaanza kumtengezea mazingira. Baba atakuwa wako. Inshallah. Sawa ndugu yangu. Lakini nenda taratibu. Usije kakosa mambo mawili. Taratibu na wewe shoga yangu mpaka tusikie. Bwana, si wako chumbani wana watatusikia. Wewe, maana tunajifanya tunaongea kama tuko peke yetu. Kikakukutulia jambo. Mbona mimi nitakuwa mdogo? Taambiwa haya ndo anashauriana na shoga yake. Nakwambia. Nimeshangaa mlango nikauona mgumu kumfungua. Sawa bwana. Ndiyo shehe, nimeitikia wito. Mimi bwana nimekuita hapa bwana Idrisi. Na shida moja ambayo naihitaji pale nyumbani. Nahitaji kijana wa kazi aweze kusaidia kazi za pale nyumbani. Inatakiwa awe wa kike au wa kiume? Kijana wa kiume. Kwa sababu tunahitaji kijana ambaye anaweza kwenda sokoni na kufanya kazi za pale nyumbani ambazo si lazima zifanywe na kina mama. Sawa. Sasa kuhusu hilo siwezi kukupa jibu la moja kwa moja, lakini mimi nilikuwa na wazo kama utaliafiki. Kwa nini tusimtumie Uzuri? Kwa sababu Uzuri ametoka kijijini, nimempokea mimi, yule ni kakaangu. Nadhani unalifahamu shehe. Amekuja hapa nimtafutie kazi naye ajitafute kimaisha. Kwa hiyo mpaka sasa sijampatia kazi yoyote. Kwa nini tusimtumie Uzuri? Ni kijana kwanza, ni mtulivu, msikivu na ana uwezo wa kufanya hizo shughuli za hapo nyumbani. Ni wazo zuri. Unajua ni kweli. Uzuri tunamfahamu na yupo ndani ya mikono yako. Kwa hili mimi sina shaka nalo. Kikubwa tu awe mwadilifu. Unajua Uzuri wakati mwingine Ni kweli hicho unachokisema baba. Lakini japokuwa anakuwa ana mambo mengi lakini kiuadilifu na yani kwamba ukimtuma kitu anakuwa makini. Sawa. Na hilo mimi sina shaka nalo. Kikubwa azingatie majukumu yake. Na Ramadhani wajua ni kesho tu. Hatuna muda tena. Ni kweli. Kama itawezekana basi wewe mlete. Sawa shehe. Mimi nashukuru kwa hilo. Kwa kunikubalia hili ombi na kesho mimi nitamleta. Asante sana. Mimi bado nipo kidogo naangalia
gari yangu inafanya marekebisho. Sasa sema shehe, umelitunza. Unajua vijana wetu hao ndio wenye fujo. Sasa ingekuwepo Umar hapa, hiyo ingekuwa haina shughuli. Imetunza, yani utafikiri kama imetoka yadi jana. Lakini kwa sababu sasa hivi amerudi na mke wake, mara nyingi atakuwa anaitumia yeye. Mimi ni kama hivi ofisini, msikitini, nyumbani basi. Sawa. Basi mimi nashukuru sana shehe wangu. Nimepita hilo shehe wangu. Basi sawa. Karibu sana nyumbani. Nimepita pale kwangu kwanza. Pale ni nyumbani. Karibu sana, karibu sana. Mke wangu bi mzuri. Uko sawa? Ingawa sijakujua sana, lakini nahisi kabisa uko sawa. Niko sawa mama. Okay. Nilikuwa nataka nikuulize kitu. Hivi kile chakula ulipika? Ndiyo, nimepika mimi mume wangu. Lakini kilikuwa sawa tu hadi naonja kipo sawa. Sasa sijui nini nataka kimetokea. Kwa hiyo na ile chombo titia. Ina maana au niamini? Mke wangu, nakuamini kuliko mtu yoyote yule kwa sasa. Na hii ni kwa sababu maisha yako yako mikononi mwangu. Changamka basi, sona uzono. Nilikuwa naandaa hizo nguo nikafue. Lakini naona muda umeenda sana. Acha nikamsaidie mama kuandaa chakula. Uzuri. Baba. Shehe. Asalamu alaikum baba. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri. Nashukuru Mungu heri. Nashukuru Mungu. Labda utokako mzee wangu. Huko namshukuru Mungu pia. Sawa sawa. Na ninaona sura yako imejaa nuru. Baraka. Kiukweli Allah amekubariki sana. Huo ndio uzuri baba. Sasa ndugu yangu, mimi nina habari njema. Si unaona sura yangu hii imetawaliwa na furaha? Naona. Habari njema. Katika kupita mizunguko yangu na nini, hatimaye nimekutafutia kazi. Bwana macho.
nimekutafutia kazi, lakini sehemu ambayo niliyokutafutia kule kazi, hiyo sehemu ni watu wa dini sana. Upo tayari? Baba, mimi mambo ya msikiti siko tayari. Nikuchane ujue. Baba, mimi mambo ya msikiti siko tayari kwa sababu mimi najua nikienda pale kazi yangu mimi zitakuwa 2. Kufagia maturubai na lasi hivyo kama sijateuliwa kwenda kufagia chooni. Sijui. Ndio uzuri. Sasa mimi kazi hizo utanipeleka motoni bure. Mule wanaingia watu wengi, maimamu kibao sana wanaingia msikitini. Hivi kwa nini wale wafagi? Ndugu yangu, tuachane na hayo. Kwa sababu unaona huko unakoelekea. Swadakta. Unaweza ukanigazibisha nikaongea ni maneno ambayo yako tofauti. Ingekuwa tatizo. Nimekutafutia kazi kwa Mzee Azizi. Hapo sasa swadakta. Unaelewa? Sasa kwa nini tusiende sasa hivi? Hapana. Tutaenda kesho asubuhi. Kwa sababu Sheikh Azizi nimeongea naye, akasema kesho asubuhi kwa sababu ndo tunaanza Ramadhani. Basi kesho ndo nikupeleke na ukaanze kazi. Mama. Nilikuwa nauliza utapika nini jioni? Unajua unanichekesha sana. Haya, ulichokifanya mchana umekiona kidogo kile, kutulisha michumvi. Lakini mama, mbona mimi sijaweka chumvi kwenye kile chakula? Haya, mimi ndo nimeweka. Maana mimi na wewe ndo wakaji jikoni. Nani sasa kaweka? Kama so mimi unanambia. Mimi sijamaanisha umeweka chumvi mama. Basi babako. Maana tuseme nani? Kama so mimi babako. Haya, uliplani leo kutuwekea nini sasa hivi jioni? Mchanga au? Mama, hayo yanatokea wapi? Mimi nimekuja kukuuliza jioni tunapika nini, uniambie niandae chakula. Lakini sasa mambo yanazidi kuwa mengi tu. Mimi kosa langu nini? Naomba nikuulize swali. Hivi umefundwa wewe? Umefundwa? Maana mambo unayoyafanya wewe ni kama mambo ambayo anafanya mtu ambaye hajafundwa. Au mtu ambaye hajui kama anaingia kwenye ndoa. Uliouliza vizuri, ukija huko kwenye ndoa unatakiwa kufanya nini? Maana unachokijua wewe binti ni kulala, kushinda vyumbani. Huna unachokijua. Mtoto wa kike haulizi kazi. Eti mama nifanye nini? Nioshe vyombo, nifagie. Sio mtoto wa kike ambaye amefundwa. Eti hapa unajaniuliza, mama tumpike nini au nifanye nini? Kweli umefundwa wewe? Nikwambie kitu. Hii ni nyumba yangu. Mimi naijua
ndoa inataka nini nitapika. Nitampikia mume wangu. Na huyo unaimuita mume wako.